kwenda downstream tafadhali. Gathoni nitakwirite haha saigine manaropokwa too much. Nowe ukaga mi Gathoni na sinapenda wewe kidogo ulisimama na finance bill. Wewe malikataa kuimpishi Gachagua na wewe malilia sana. No alirire muno. Mwena gojiri wake mani mulilia sana because of that crying part. I have a few sympathy for you. Lakini Gathoni, everything you are doing now today is taking you downstream. Natikwenda na tiatini kutwira matua. Hapana, we are not making for you decision. But Gathoni, you are petty. Ndakita video gihuwa uguo. Sasa mimi maliona unaenda mahali ukapigwa pisha vizuri katika condolences. Lakini somehow at DCP Secretary General alikuwa amesimama nyuma yako na alikuwa amevaa kofia ya DCP. Gathoni uretia atiri uhudi ya UDA ati ukakuja kupiga pisha ukishekaga sasa ati watu wasikue confused wewe ni wa UDA. Tafadhali, that kind of pettiness mathikoini, that one should riff kidogo ije. Nikafawiki uwa wanochono wiko kudukugi, lakini that one was totally petty. Tafadhali, kwanza hiyo ulikuwaga pisha ukasmile, unafaa upereke huyo mwenye alikupiga hiyo pisha ndani. Uko kwa pale unasmile, nitaolea kukuituo kidu kiega, nitaolea kukikita kidu kiega. Tafadhali, that one was petty of you. Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale, unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu Kaso? Zidio? Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia saa ya kulia atalia kinini? Haya, pale huyu Raphael Tuju, hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo, simuulize sisi. Munalia hapo, sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi, mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale, wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. At least Kalonzo alijua hii mtu kuliko sisi. Lakini mimi naendelea kumuongezea makosa ya Kasongo ndio igie kwa kichwa kabisa. Niendelee kumwambia Kalonzo? Nimwambie nisimwambie? Sasa haya, ametoka hapo. Ameingia mambo ya ICT equipment. ICT equipment yote amepeleka Kenya Power. Kwa sababu mtu ya kabila yake ndio MD. Yeye ndiye ana supply ICT equipment yote Kenya. Ametoka hapo, ameingia mambo ya military hardware katika jeshi letu ya nchi kavu, ya maji na ya hewa. All the military hardware Kasongo ndio mwenye kusupply. Wafanyi biashara wote wamefilisika. Ametoka hapo, biashara ya dhahabu anafanya na mtu anaitwa Hemeti ambaye ni muasi huko Sudan. Sasa dhahabu inaletwa Kenya, inasafishwa, inapelekwa Middle East. Naye anapatia hao buduki, naenda kuua wamama na watoto. Na ndio majani chai ya Kenya imekataliwa kwenda Sudan. Kwa sababu Sudan wamesema William Ruto ameingilia mambo ya Sudan. Hiyo haitoshi, ameingilia mambo ya madini, minerals. Amefanya research, kila shamba yote iko na madini amenyakua. So minerals yote ya Kenya ni yake. Ametoka hapo. Ujue hii mtu atumuelewi. Ameingilia mambo ya importation of sugar and rice. Pale Mwea tuko na shida, Kasongo ameshikana na watu, amelete mchele kutoka nje. Factory ya sukari ya Mumias, ya Nzoia, Chemelil, Muhoroni amenunua. Watu ya Western wameumia. On top of that, amefukuza Wakipsigis kwa shamba, Wakipsigis. Raphael Tuju is not complaining because he has a bank loan that he's been unable to pay. Raphael Tuju is not complaining
because for some business decisions, he is losing his property. He is complaining because categorically there is an injustice being perpetuated here. And what happens to Raphael Tuju is happening to very many other Kenyans. This is a land grab. There is no way you can have so many police officers for a simple case of a bank loan. There is something going on here that is about injustice. And where there is injustice for one, there is injustice for all of us. We are going to stand by Raphael Tuju and those who are trying to grab this land. Na tunawajua, your time is coming to an end. Asante sana. Nachukua ile mitumba tulikuwa nayo wakati wa ukoloni, the conservative mindset. Ndio sasa ati wanataka kublend the future for the younger generations like you guys. Vijana ambao mko na miaka yenu mtaenda wapi? Unakuta mtu amekuwa permanent secretary, mtu amekuwa waziri, mtu amekuwa rais. Sasa unataka convert that into a perennial permanent preferential. Angalia sasa wengine ati watoto wao wanaenda kusimama Westlands. It's up to you guys. Nyinyi ndio mnatuumiza. You for the state. Mnapewa tu pesa kidogo alafu mnapiga mastori. But to those who are doing well, do it. This man's property is gone. The man has been reduced. Even if you're, hata kama alikuwa ametumwa na shetani. This is the way he can be treated, with the police being near him 24/7. The police. Really? This is inhuman, degrading treatment. But do we blame the police? We don't blame the police. We blame those who are in power. Murkomen, wake up. I'm calling on you. Whatever you do today will be done unto you tomorrow. Na usifikiria kwamba ukiwa na askari uko protected, unalindwa, na hata wananchi watakulinda. How many people of you want change? Nani hapa anataka change in 2027? All of us. Na wenye wataiba kura this time, wengine watakufa bila hiyo kura. If you know that you stole 2022 votes, if you know that you stole Wajakoya's vote, haki ya Mungu walai, 2027 tukifikia hapa hata utakuwa umekufa. Asanteni. Thank you. Thank you. Tutakubaliana kwamba mambo hayaendi vizuri. Mambo hayaendi vizuri, kuna kilio kila mahali, na ni jukumu letu sisi ambao tunaamini kwamba mambo yanaweza kufanywa tofauti, tujitokeze ili tuweze kukomboa hii nchi. Tunavyozungumza kwa sasa, hakuna mahali Kenya hakuna shida. Mumesikia Senate aspirant hapa akiwaambia bado kuna banditry inafanyika hapa, ati watu wanakuja majambazi wanachukua ng'ombe ya watu. Na saa hiyo jeshi ya polisi imefocus tu kwa wanasiasa. Imefocus tu mkutano ya Sifuna next ni gani? Hiyo tear gas, mbona watu wanaiba ng'ombe hawezi pigwa tear gas? Tear gas iliwekwa tu ikwe ya wanasiasa peke yao. Unakuta Murkomen amefocus tu na jeshi yake ya polisi yote. Wanataka kujua mkutano ya Sifuna itakuwa wapi, nani alisema one term, nani alisema sijui nini. Jana wanatuma mpaka polisi kwa sababu kuna wakora wanajaribu kuingililia mambo ya Nairobi Hospital pale. Polisi badala wakuja washike wale bandits ambao umezungumzia Mheshi, wametuma kushika wazee wa board ya Nairobi Hospital kwa sababu kuna watu wakora wanajaribu kuchukua hiyo hospitali. Mzee Obwaka, mtu ako na zaidi ya miaka 70, mnamshika Jumamosi alale kwa sel kwa ajili gani? Polisi wale walitumwa kwa nyumba ya Tuju kumnyang'anya mali yake. Hao polisi wanatosha kufukuza hao wakora wanaibia watu ng'ombe hapa Meru. We have misplaced priorities. Na tuliambiwa na huyu Kasongo ya kwamba akiingia hata tumia asasi za kiserikali kuleta nini? Fujo ya kisiasa ama kusettle political scores. Why is this happening? Anatumia watu KRA, wameingililia hata banks. Ukikuwa na deni na bank, ile vitu Moi alikuwa anafanya kitambo, anapigia director wa KCB, anawaambia hiyo loan ya Sifuna muambie kwanza leo, hata akiwa na pesa msichukue. Hatutaki pesa, tunataka hiyo mali ambayo ameweka pale kama security. Hiyo ndio vitu inaendelea Kenya hii yetu. Mumeona maovu ambayo yanaendelea. Vijana wetu hapa wanazidi kushikwa na polisi kwa sababu ati umeandika kitu kwa Facebook yenye Kasongo hapendi. Mpaka leo. Na ndio tuliketi baba akiwa na mimi nikiwa pale. Tukaandika ile MOU ambayo ili expire tarehe 7.
Tuliandika hiyo MOU ndio hivi vitu iwache kufanyika. Sasa siku ile MOU imeisha, badala wakuja watu waambie mambo ambayo wamefanya, wanakuja na uongo na ukora kwa Wakenya. Kwa sababu kama MOU imekuwa implemented, hauhitaji kuambiwa. Kama kwa mfano tulisikizana mambo ya kuua watu na kunyongwa watu kwa seli za polisi itaisha. Vijana ambao walinyongwa kuanzia tusaini hiyo mkataba, kuanzia tarehe 7 mwezi wa 3 2025, there are over 30 young people who were killed. Maadhimisho ya 7/7 peke yake waliua watu zaidi ya 20. Sasa hiyo ni kitu ya kuargue na mtu kama wamefanya ama hawajafanya. Abductions bado zinaendelea, wanashika vijana. Kama county zimepewa 450 billion, kila mtu anaona, si ndio? Wakaenda wakatoa ripoti yao ya ukora. Na tunawaambia hawana nguvu yoyote ya kufanya kazi nyingine yoyote, wafunge virago waende. Otherwise, wakati tutaingia kwa hiyo serikali, we will surcharge these people for spending public money to do things that have nothing to do with the mandate that they were given. Na muambia rafiki yangu Agnes Zani, usijiingize kwa mtego ya Kasongo. Ondokea hiyo ngori. Ondokea hiyo ngori, itakushika. Wachana na hiyo vitu. They have no powers to extend that document. Kwa sababu signature ambayo iko kwa hiyo document ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hakuna mtu mwingine anaweza extend. Niliwaambia waende Bondo wajaribu kuextend kama wanataka. Si wanajua pali yuko. Baba hakutaka hivi vitu ifanyike vile inafanyika. Kwa hivyo mimi nataka mkae ngumu bwana. Mkae ngumu. Tukisema ni one term bwana, msifikirie ni mchezo. Na wanasema mnanichocha. Wanasema mnanichocha. Ati mtanitoka. Sasa siku ile nitageuka nyuma nikute mmeepa nyinyi. Nikikaa hivi ni hesabu kura zetu za Meru na hazifiki 10,000. Tutarudi hapa tuangaliane, si ndio? Wangapi wanasema hii safari tutaenda pamoja? Nataka kuona mbele ya Mungu na mbele ya hii madhabahu. Mnasema mtaenda na sisi. Hatutageuka tukute mmeepa. Haya, Kasongo hata kuja mwage pesa hapa. Vile mnaogopa tutanunuliwa. Hata mimi naogopa mtanunuliwa. Wacha tuone nani atanunuliwa mbele ya mwingine. Sawa sawa? Lakini mkikaa ngumu, mimi nimetembea hii nchi. Nataka niwapatie confidence. Unajua wanasema kuna vitu fulani inahitajika ndio mtu akuwe rais. Kwa sababu wamezoea siasa ambaye ni ile traditional. Wanasema Sifuna hawana pesa hawa. Sijui nini, sijui wako na polisi, sijui wako na deep state, sijui wako na system. Hiyo system hata sisi tulikuwa nayo na tulianguka tu. Watu wa Meru walikataa kutupigia kura. Haya, nataka niwahakikishie tumetembea hii Kenya. Mimi sioni mahali Kasongo kura yake iko. Huko kwetu Western hakuna kura ya Kasongo. Hapa kwa mlima hakuna kura ya Kasongo. Nairobi County hata na dawa hakuna kura ya Kasongo Nairobi. Hiyo wote ni watu ya one term. Ukienda huko Umasaini hakuna kura ya Kasongo. Pastor wewe unatoka Kajiado, uliona kura ya Kasongo iko hapo Namanga? Hakuna. Ukienda Northeastern hakuna kura ya Kasongo. Kwa sababu watu wa Northeastern ni watu wanaamini haki. Coast ni ngome ODM, hakuna kura ya Kasongo. Atatoa kura wapi? Muniambie nyinyi. So msitishwe na mtu bana. Msitishwe na mtu, vile vijana walitufunza. Siri ni numbers. Tukioverwhelm huyu jamaa tumpige na kura kama 5,000,000. Hata kujaribu kuiba haiwezekani. Na nimeona majenzi wamekaa huko nyuma wamevaa sisi ndio Sifuna, wamesema watakuwa kwa hiyo polling station wenyewe. Result ni sisi tutatranslate, tutatransmit, tutaongeza makalkuleta tuko nazo kwa masimu. Huwezi kutuambia IBC peke yake ndio wanajua hesabu. Tukikuwa hapa Meru, uambiwe Meru wamepea kina Sifuna 5 million. Watu wa mlima wamepeana 5 million. Kuongeza 3 million ya Western itakushinda. Ati tungoje commission na atuambie. By saa 4 tumetangaza matokeo. Acha kutusumbua na kututisha hapa. Kwa hivyo sisi tunataka turudishe nchi yetu kwa ile reli ambayo iko katika katiba yetu, kwamba tunaweza kuwa nchi ambayo tunatawaliwa na maadili 5 ama 6 muhimu ambayo iko katika katiba yetu, kwamba tukue nchi tunatawaliwa na sheria ama rule of law. Hatuwezi kuona vitu inaendelea hii kama ni nchi inatawaliwa na sheria. Kila mtu awe sawa mbele ya sheria. Kama nimekosa nipeleke mahakamani unifunge.
Lakini unachukua mtoto ya mtu kutoka Homa Bay unanyongea kwa sela, alafu unatuambia unataka kuendelea kuwa rais. Haiwezekani bwana. Haiwezekani. Tunataka nchi ambayo inaamini ile human rights na demokrasia. Demokrasia inasema kama una jambo la kusema we sema, mwingine akuja aseme yako, tukosoane. Lakini huwezi kunidhulumu ama kuniua kwa sababu ya kitu ambaye mimi nimesema. Tuko na uhuru wa kuzungumza. So akituuliza ati wewe Sifuna ati nyinyi mtuambie mtajenga soko ngapi? Naambia William Ruto, the conversation is higher bwana. Anybody can build a market. Dictators build markets. Dictators build roads. If you go to these countries that are run by dictators, they have functional roads, fantastic roads. But we need a democrat who will be able to protect our rights. Na bado nitajenga barabara. Kwani kujenga si maengineer wako hapa? Maengineer wako hapa ambao wanaweza chora barabara. Hii daraja ya Nithi imechukua miaka ngapi kuchora, na kuna vijana wanaweza kaa hapa sasa hivi kuchoree kwa simu. Ni kwa sababu hawapewi nafasi. Nianze kwa kusema asanteni sana. Si mara yangu ya kwanza kuja hapa. Niliwahi kutembea hapa tukafanya siasa ya 2022 na kina Moreu, na nimerudi tena. Na safari hii tumerudi kwa njia nyingine. Unajua ukipotea barabara, baadaye uonyeshwa barabara, hautarudia hiyo kosa. Na wacha nimshukuru mchungaji hapa. Kuna maneno mazito umetoa. Wajua mimi nafuatilia sana mambo ya Mwenyezi Mungu. Na umeambia watu wawache kuwa na uoga, waingie ndani. Kwa sababu mahali tumefika sasa, vita zinaletwa ndani ya kanisa. Wamama wanapigwa, watoto wanapigwa, na hiyo inamaanisha ni watu ambao hawaamini Mwenyezi Mungu, wanataka kutumia mabavu ili waweze kutawala wananchi wa Kenya. Mimi nitawaambia kwa wale ambao mnasoma Biblia. Kuna hadithi, sijui ni Peter ama ni nani, lakini sijui kama nimekosea. Wakati Yesu alikuwa anazunguka na watu wake, wale wafuasi wake, disciples wake, kuna mahala walipata purukushani. Na katika hali ya nivute nikuvute, disciple moja alitoa kisu, upanga, akakata masikio jamaa. Ni Peter, si ndio? Na kwa hivyo sijakosea sana. So Peter alitoa kisu akakata masikio. Ile masikio ikaanguka chini. Sikio, Yesu akasema, akaichukua, akaregesha sikio, lakini hakumwambia Peter tupa hiyo panga. Alimwambia rudisha mahali ya. Mumeelewa? Sikio limekatwa, imeanguka, Yesu amechukua, ameiregesha, lakini amesema panga irudishwe mahali ya. Todo kwena kahidaka haro neguo. So irudishwe mahali yake. Na mimi nataka kuwaambia, kwa sababu sisi hatusemi mutembee na panga. Kwa ufupi tunawaambia kura muweke mahali yake. Ukitaka kupambana na panya, wajua panya anakula kila kitu. Ukitaka kupambana na panya, usizibe tundu yake, ile tundu panya anapita ndani, usizibe na mkate. Kwa sababu watakula, si namna hiyo? Kwa hivyo hii tundu ya panya ambaye ametusumbua, tuzibe na kura. Muko tayari kuchukua hiyo kura? Na mimi nimejitolea. Ukiona sasa vijana kama sisi tumeanza kutoka, na mimi nawaambia kufikia mwezi wa 6 mtaona vile watu watakuja. Kwa sababu tunasimama upande wa haki, upande wa watu. Nimeona hapa Gema imejipanga. Na mimi naenda kupanga Pwani. Na kule mimi niko na wakora, lakini najua dawa yao. Niko na wakora ambao wako na mambo mengi. Na mimi nataka kuwahakikishia, nyinyi mkifinya upande hii, mimi nitafinya coast yote. Nitaanzia kule Lamu, Lungalunga, Kwale, Taita Taveta, Mombasa. Na sasa safari hii tumejitolea. Kwa sababu mimi nimekimbia siasa kidogo, nilikuwa nimefanyiwa upasuaji mara 3 ya magoti. Kama mimi naweza kuja hapa naumwa na magoti sijapona bado, tunaanza vuguvugu la 3. Nyinyi ni nani muogope hii vita? Jela ni ya wanaume, lakini hii Kenya tutaikomboa. Mimi sijaona udhalimu mkubwa katika miaka 3 ambayo imefanyika. Vitu zote zinaenda shagala bagala. Wizi umezidi. Mauaji ya kiholela yamezidi.
ubinafsi umezidi. Kenya imekuwa mali ya mtu mmoja, na ni lazima sasa tusimame. Mimi niko hapa, nimechaguliwa na UDA, lakini siwezi kaa mahala ambapo dhulma inafanyika nikose kupaza sauti yangu na kusema hii ni dhulma, wachana nayo, kwa sababu hatutaogopa tena. Tuko na watoto, kuna vizazi vijavyo vinataka kusonga mbele na hii nchi. Hatuwezi achilia hii nchi iharibike. Wanasema Rigathi Gachagua ni mkabila. Wewe ukiangalia hii sura iko hapa mbele, kuna ukabila? Kaini demo Gikuyu. Si mimi natoka Coast. Mimi ni mtu wa Pwani. Sasa ukisema Kalonzo anatembea na Wakamba, Rigathi Gachagua anatembea na Wakikuyu, kwani mimi ni Mkamba? Tunatembea pamoja kwa sababu tunajua hii vita tukiachana dakika moja hatutashinda. Waswahili wanasema aliye juu. Hawa Waswahili walikufa, wachana nao. Sasa mimi ndio nasema aliye juu mpandie juu, toa yeye, leta hapa chini. Si namna hiyo? Atauza Kenya na atavute proxies ajiuzie Kenya. So mjue